Huyu mama Mishi ni mama msumbufu sana. Huyu mama ananisumbua sana huyu mama. Mambo ya hapa, mambo ya Dongo Kundu. Lakini nawatangazia watu wa Dongo Kundu, hiyo maneno sasa nishamaliza. Mwegezaji atakuja, wale wako pale watalipwa pesa zao, alafu tutahakikisha kwamba kuna viwanda, hawa vijana wapate ajira, tusonge mbele na Kenya yetu isonge mbele. Tuko pamoja jameni? Mimi vile vile nataka niwaambie hawa ndugu. Naona Sarai yuko pale, naona Mwahima yuko pale. Mimi nataka niwaambie hivi, sote sisi sasa ni timu moja. Na waulizeni jameni, watu wa hapa Likoni, tunaelewana? Tunaelewana? Aya, ngojea. Tunaelewana? Vile vile mimi nimekuja hapa kuwatangazia ya kwamba Jumatatu, tunaelewana? Tarehe gani? Jumatatu, sio? Jumatatu tunatoa ile leseni na tunatoa kutoka Treasury, tunapatiana kwa KPA ile instruction, na pia tunawapatia ile walikuwa wametuuliza permission, ili tuanze kujenga bilioni 42 kupanua port yetu ya Mombasa on Monday. Mnanielewa? On Monday we are giving authority to Kenya Ports Authority on Monday to sign the contract that is going to see another investment of 42 billion shillings in our Mombasa port as part of the modernization of this port, so that it can be used for the benefit of the people of Mombasa and the benefit of the people of Kenya. Mimi niliwaambia watu wa Mombasa, mnanielewa? Nikichaguliwa, ile maneno ya port ya Mombasa ilikuwa imepelekwa kule kwingine Nairobi na kule Naivasha. Mimi nitairudisha hapa port. Kazi yangu ya kwanza nilifanya hiyo kazi. Ile kazi niko nayo sasa ni kupanua port ya Mombasa na vile vile kuhakikisha ngomba Dongo Kundu inaendelea na kazi. Watu wa Likoni, tumeelewana jameni? Tumeelewana? Lakini nimekuja hapa kuuliza idhini yenu na ruhusa yenu. Juzi nimetengeneza serikali ya kuunganisha Wakenya wote. Juzi nimeunda baraza la mawaziri ambayo inajumuisha jamii zote za Kenya, pande zote za Kenya, mirengo yote ya Kenya. Mimi nawauliza watu wa Likoni, munanipatia ruhusa Hassan Ali Joho awe waziri wa mambo ya madini, awe waziri wa mambo ya blue economy ama uchumi samawati, anisaidie kuhakikisha kwamba tunabadilisha pwani na Kenya? Watu wa Likoni, mnakubaliana na mimi? Munasema Joho aingie kwa serikali hii? Hebu nione wana anasema tunakubaliana na nyinyi. Na wauliza tena, mimi vile vile nimempatia rafiki yangu mwingine anaitwa Salim Mvurya, sasa asimamie kazi ya biashara Kenya, asimamie mambo ya uwekezaji Kenya, na vile vile asimamie mambo ya viwanda Kenya. Tafadhali watu wa Likoni, watu wa Pwani, mnaniruhusu hao wangwana wanisaidie kufanya hii kazi jameni? Hebu nione wala anasema Mvurya anatosha. Munasema Joho anatosha ama atoshi? Mvurya atosha atoshi? Hebu nione wala anasema niunganishe Kenya.
Wacha niwapatie sababu. Niwapatie sababu nini nimeunda serikali ya Kenya? Nitoe sababu. Sikizeni ndugu zangu. Kwa miaka nyingi tumegawana. Kwa miaka nyingi tumegawanya wa Kenya kwa mirengo, kwa makabila, kwa masehemu, lakini mahali imefika sasa ni wakati wa kuunganisha Wakenya wote, ndio tuweze kuhakikisha ya kwamba Kenya inapiga hatua ya kwenda mbele. Tutengeneze viwanda, vijana hawa wapate ajira. Tupange mambo ya investment, vijana hawa wapate ajira. Tupange utalii, tupange mambo ya masomo, tupange maendeleo tukiwa sote pamoja. Mimi nawasihi kwa heshima, tafadhali wa Kenya wenzangu, na waomba kwa unyenyekevu, mkubali tuwache siasa ya makabila, tuwache siasa ya mirengo, tuungane. Waswahili wanasema umoja ni nini? Si umoja ni nguvu jameni? Munakubali tuungane? Ndio tuwe na nguvu ya kupeleka maendeleo mbele na kutengeneza Kenya yetu ya kutufaa sote. Hebu ni wale wanasema tuungane jameni, mnakubaliana na mimi? Mimi nawauliza wa Kenya. I am asking the great people of the Republic of Kenya. And I want to ask, we have been divided for far too long. In the last elections, the people of Kenya voted against tribalism. They voted for unity of the country. And that is why I have also decided, following in the instructions of the people of Kenya in the last election, that we are going to have a united country, that we are going to remove the politics of ethnicity. I have also decided this time round to form a government that is going to unite all the people of Kenya, all the communities of Kenya, all the regions of Kenya, and all sections of Kenya, so that we can move together as a people and we can serve our people equally without kubagua mtu yeyote. Jameni, mnakubali tuungane? Vijana wa Kenya mnakubali tuungane? Wazee wa Kenya mnakubali tuungane? Kina mama mnakubali tuungane? Viongozi wenzangu jameni, hawa wananchi wametupatia amri tuungane bwana. Bwana Sarai tuungane bwana. Bwana Mahima tuungane bwana. Aisha tafadhali, Mama Mishi Mboko tuungane bwana. Machele tuungane. Ndugu yangu Abdul Samad tuungane. Munasema tuungane jameni? Tukue timu moja, timu ya Kenya. Kwa hivyo mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nimefurahi sana kusimama hapa Likoni. Watu wa Likoni, nyinyi ni watu wa maana sana, na mimi najua ya kwamba nyinyi ni watu werevu. Munasoma barua ikiwa ndani ya bahasha. Huyu seneta wetu yuko hapa, Seneta Faki yuko, mama wetu Zamzam wa kutoka Mombasa County, ndugu yetu Speaker wa kutoka Mombasa County yuko area. Niko na pale na mama wetu pia. Niko hapa na mama Miraj, seneta wetu mteule kutoka Mombasa County. Niko pale na Hassan Sarai ambaye ni mbunge wetu wa East Africa. Niko na wale wengine wote, lakini sisi wote ni timu moja. Tumekubaliana jameni? Mnatupatia ruhusa tuunde timu moja, timu Kenya. Mnasema tuunde timu Kenya sisi wote. Mnasema iko bridge. Bridge iko nini? Oh, ilifungwa. Aya, wacha niwapatie mambo. Wacha niwapatie mambo. Naambiwa ya kwamba hiyo barabara ya kutoka Kibundani saa hizi iko na matatizo kidogo. Si namna hiyo? Sasa si mmeniambia
Na mimi si ndio kusema? Ama sasa munipatie nafasi kidogo, mimi nitamaliza. Kuna sehemu kidogo kama 2% ilikuwa imebakia katika hiyo barabara. Nikimalizia nitafungua kabisa kabisa. Alafu bridge yetu hapa. Mumesema hii feri sasa inasumbua. Mumesema hii feri inasumbua, sio? Munasema tuweke bridge. Tujenge daraja kabisa kabisa. Lakini nyinyi si mungengoja kidogo mimi ndio niseme. Mimi nilikuwa Japan mwaka huu mwezi wa 3. Nilikuwa Japan na niliketi chini na Prime Minister wa Japan, na wamekubali watatupatia pesa bilioni 100 ya kujenga hii bridge ambayo itaunganisha kule na sehemu hii. Nyinyi mnanielewa? Sasa hiyo bridge itajengwa. Nyinyi tu munipatie nafasi kidogo, niipangie, nitafute contractor ndio nijenge hiyo bridge, tuachane na mambo ya feri. Tunakubaliana? Tuko pamoja? Tuko pamoja? Mumesema tujenge bridge. Basi mimi nataka niwashukuru sana ndugu zangu watu wa Likoni. Hapa tuko na Mheshimiwa Musalia Mudavadi, Prime Cabinet Secretary wetu katika serikali ya Kenya. Aya, wacha nipatie gavana wetu wa Mombasa atusalimie.